Siku moja, kabla mwezi mpevu, Malkia Azuri alivaa mavazi ya kale ya kifalme, nguo ya manyoya ya simba mweupe, mkufu wa shaba na mkuki wa mti wa miungu uliotuzwa kizazi hadi kizazi. Aliondoka peke yake, akiamini moyo wake ulikuwa silaha kuu zaidi. Alivyoingia msituni, aligeuka kuwa wa mauti. Kulikuwa kimya, isipokuwa kelele za mti ulioanguka na pumzi nzito ya kiumbe kisichoonekana. Aliendelea mbele hadi alipofika mtoni, ambapo mito yote ilikutana, mahali ambapo nguvu za giza zilikuwa kali zaidi. Hapo ndipo nyoka alijitokeza. Alikuwa mkubwa kuliko alivyoelezwa, na macho yake yalimtazama Azuri kwa hasira na udadisi. Lakini Malkia hakutikisika. Alisimama wima, akasema kwa sauti tulivu, sikuja kupigana nawe, bali kukuelewa. Kwa nini unaleta maumivu kwa ardhi hii? Nyoka alicheka kwa sauti ya kuogofya, lakini ndani ya macho yake kulikuwa na kivuli cha huzuni ya kali. Nyoka alianza kueleza, zamani sana, kabla hata ya wanadamu kujenga miji, aliishi na viumbe wengine waliotunza ardhi na kulinda maisha. Lakini walipoingia wanadamu, walichoma misitu, wakachimba ardhi, wakaharibu usawa wa dunia. Watu waliwawinda nyoka na familia yake, wakawafukuza hadi akawa peke yake, akisahaulika, akiishi katika maisha ya giza. Sikuchagua kuwa na sumu, alisema kwa sauti ya huzuni. Sumu yangu ni matokeo ya maumivu yangu. Malkia Azuri aliguswa. Aliona si tu adui, bali roho iliyojeruhiwa. Alichukua maji matakatifu kwenye kikombe chake na kumwagia nyoka. Badala ya kuungua, maji hayo yalibadilika kuwa mwanga, na kwa mara ya kwanza nyoka alipumua kwa utulivu. Sumu yake ilianza